Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote. Tunamsifu, tunamuomba msaada, tunamuomba msamaha, tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya nafsi zetu na maovu ya matendo yetu. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemuongoza hakuna wa kumpotosha, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amempotosha hakuna wa kumuongoza. Nashuhudia kwamba hapana Mwenyezi Mungu anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja tu na hana mshirika. Nashuhudia kwamba Muhammadi ni mja na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Rehma na amani zimshukie yeye kipenzi chetu, kiongozi wa umma, nabii mtukufu wa daraja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, inshallah biidhnillah, muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie sote tuweze kuwa na subira, tuweze kusikiliza maneno Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tutaangalia katika surati Laili aya ya kwanza, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal laili idha yaghsha, na hapa kwa usiku unapofunika, na hapa kwa usiku unapofunika. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoliapia jambo, inatupasa kuweka mazingatio makubwa katika jambo hilo, kama alivyoapa katika sura wal asr innal insana lafi khusr. Mwenyezi Mungu anaapa kwa wakati wa al-asr. Ndugu zangu katika imani, katika dunia hii hakuna jambo lenye umuhimu na lenye thamani kubwa kama wakati. Mwenyezi Mungu anaapa kwa wakati wa al-asr, kuonyesha, kutukumbusha ukubwa na umuhimu wa jambo hili. Wakati, ndugu zangu, ni kitu chenye thamani kubwa sana katika dunia hii. Wakati ukikupita, ukipoteza wakati, hutaweza kuupata tena. Unaweza ukapoteza pesa, ukapoteza mke, ukapoteza watoto, ukapoteza kitu chochote, lakini Mwenyezi Mungu akakujalia ukakipata tena. Lakini ndugu zangu katika imani, ukipoteza muda hutaweza kuupata tena. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapoapa katika jambo, linapaswa tutie mazingatio makubwa katika kuliendea jambo hili. Mwenyezi Mungu anaapa katika surati Laili, sura ambayo imeteremka Maka. Sura hii na aya 20. Katika aya ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu anaapa wal laili idha yaghsha, na hapa kwa usiku unapofunika. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anatukumbusha nguvu na tafakuri na ukimya wa usiku unapofunika.
kelele hupungua na moyo unapata nafasi ya kumkumbuka Allah katika nyakati za usiku. Muumini unatakiwa utumie usiku kwa dua, istighfari na sala ya tahajjud. Usiku ni kizingiti cha mtihani na subra. Giza la usiku na nyakati ngumu za maisha. Muumini usikate tamaa, kwani baada ya giza huja nuru ya mchana. Naweza kupitia nyakati ngumu katika maisha, lakini usikate tamaa, kwani baada ya giza huja nuru. Yote haya ni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, matendo ya siri, matendo yanayofanywa kwa siri yana thamani kubwa kwa Allah. Kama usiku unavyofunika, matendo yanayofanywa kwa siri yana thawabu kubwa. Toa sadaka, omba, saidia watu bila kutafuta sifa. Saidia watu bila kutafuta sifa. Ndugu zangu katika imani, Allah ndiye mmiliki wa wakati wote, usiku na mchana. Hizi ni dalili kubwa za uwezo wa Allah. Muumini unapanga muda wako kwa ibada, kazi na mapumziko kwa uadilifu. Usiku ni fursa ya kujisafisha roho. Katika utulivu wa usiku, moyo usafishwa, lala ukiwa umemsamehe kila mtu na kuomba msamaha kwa Allah. Ndugu zangu katika imani, kama usiku unapofunika dunia kwa utulivu, jifunike pia kwa unyenyekevu, toba na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ya sura Al-Laili ya kwanza, Mwenyezi Mungu anaapa kwa usiku unapofunika. Usiku una thamani kubwa sana kwa Mungu. Tumie usiku katika utulivu, tumie usiku katika kufanya toba. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho uliokuwa mwema, atujalie maisha yenye utulivu, atujalie akhira yenye baraka, neema na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.